Etano oye! Kuna mmepoa sana. Wageni oye! Kwa kweli ina furaha sana, lakini naomba ujiandae, maana mimi natoa pili wakati mwingine. Sema kweli, kipenzi cha Mungu. Wote ambao wamekuja hapa nasema ni bahati kubwa sana. Tena tumekutana. Mwili wangu unavyoniona hivi si nene mno. Nina hasira ya maendeleo. Sasa vitabu vitakatifu vinasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kila mtu amesimama hapa kaongea, lakini ni swala la wewe kupata maarifa. Kabla ya kusema mengi, pamoja nami kuna wageni wangu, wawakilishi wangu kutoka mkoa wa Pwani. Naomba dada simame. Kutoka mkoa wa Pwani. Na kaka hapo. Kwa hiyo nao wamejoin hapa, niko nao. Kuna mwingine, kwa sababu tuna sumu mwilini. Tuna sumu mwilini, bila kutoa sumu tutaathirika sana. Ufikiri wetu utashuka sana. Hatutawaza vitu vya maana. Tutakuwa makatili. Tunahitaji kutoa sumu. Jamani, Etano International ni taasisi ambayo mimi nasema, hata kwa wenzangu ninasema kwamba ni vyema wananchi wakapata huduma za afya, tukawatibu wakawa wameondokana na tatizo la afya ya akili. Daktari kazungumza hapa, afya ya akili inatuathiri sana, inatupelekea hata kwa binafsi, lakini pia tunashindwa kufanya mambo ya maendeleo. Sasa ni washukuru kwa kuamua kuja, lakini washukuru waliokutaarifu uje hapa. Hutaondoka kama ulivyokuja. Lakini kuna mmoja alikuwa anasema jisikie huko nyumbani. Sasa nyumbani kwako kama kuna migogoro, ujisikie kwenye migogoro, utafurahi kweli. Jisikie huko sehemu ya kukubadilisha uwe mtu mpya mwenye kuwaza vizuri, uweze kufanikiwa. Kwa jina naitwa Frederick Nelson Mwegasila. Ni kiongozi mwandamizi kwenye kampeni huru ya kizalendo ya kitaifa, shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania, na imeasisiwa mwaka 2022 tarehe 16 Juni, siku ya mtoto Afrika, Dodoma, na Mheshimiwa Waziri Dr. Dorothy Gwajima, waziri mwenye dhamana ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Ni nchi nzima, bara na visiwani, mikoa 26 bara, 5 Zanzibar. Kwa unaweza ukaona ni jinsi gani ni bahati nikisema niko hapa. Kwa niko hapa na nikizungumza ni kwa niaba ya Watanzania wote. Tunapinga ukatili, na katili anaweza akawa wewe. Ukatili ni kitendo chochote ambacho utamfanyia mtu pasipo ridhaa yake, kitamwathiri kwa njia moja ama nyingine. Sasa hata kumnyima taarifa njema ya Etano ni ukatili. Hilo ulijue. Wewe mwangalie bila. Yeye anafikiri si atubwini mkupi. Asira. Halitaki. Kuna nafsi zinaongea huko. Kaone kwa maana kama vijana wetu. Mheshimiwa Rais alienda China, alienda India, na wetu kwamba tiba mbadala ni lazima tuienzi, kuhakikisha wananchi wanapata huduma iliyo safi, inayowezekanika kwa kila mtu, ili tujenge kizazi chetu. Bila afya tutadanganya. Naongea na matajiri, au sio? Sasa tukija hapa Etano tunasema health, wealth, peace and love. Si ndio? Chadema CCM ni marafiki. Mwenezi hoi. Yuko vizuri. Lakini mwana Chadema sasa hivi Chauma kwa sababu kaamua
ana nia ya kusaidia jamii kupitia dirisha lingine. Lakini mimi niwaambie, kuna baadhi ambao mmekuja hapa bado unahisi umefanya kosa. Hilo ni tatizo la afya. Usijute. Jisikie uko etapa. Mimi sijasema jisikie uko nyumbani, si uko kweli. Jisikie uko etano, familia yenye upendo. Inahubiri amani. Na hata serikali na Mheshimiwa Rais anafoa zake. Tunatembea nazo. Mnyongeni yake. Anahitaji tukae kwa umoja. Anatutakia mema. Mema ni pamoja na ile tano kuiona inahitajika nchini, ambayo sasa inakuja kutengeneza ajira, ambayo inafanya kutuunganisha pasipo kujali kabila, dini, itikadi na kadhalika. Sasa niwaombe kwa sauti hii unayosikia, hebu ieneze na wenzio ambao hawajaja, wape habari hii, kwa sababu ukishakuwa na watu wenye akili timamu ambao wameondoa sumu mwilini, nina uhakika taifa hili litapata watu wema wenye uzalendo wa kweli. Sasa kuna wanachama ambao mmebahatika na naambiwa kwamba mtasafiri kwenda ng'ambo na kwenda China. Wengine wanasema ndio mara ya kwanza anakwenda kupanda pipa, anaondoa mikosi kwenye familia, hapana mbele. Naona hivi sasa, nenda China kwa sababu tuna uhakika na wewe una tatizo la afya, kwa sababu umeshajitibu, afya yako iko salama. Ukienda kule utazamia kutorudi Tanzania, utarudi ili tuambie mema uliyoyaona. Sasa basi, jifunze kila utakachokiona, usiende kushangaa majengo. Jifunze kila kilicho chema. Ukija hapa unaongea kwa mifano. Sasa naangalia hapa kuna viti vimepungua hapa. Sasa najiuliza, jamani, hao wanakosa hiki kitu. Manake inawezekana huyu anaongozwa na mizimu. Kaishafika hapa, inamwambia rudi. Unaenda wapi kutajika? Wameenda wapi? Nataka niseme kama kuna mtu atakosa hili, kamwambie. Na hata hao wageni wangu walitoka Pwani, na yeye jiungeni tu. Jiungeni. Kwa sababu tunatamani kila kona ya nchi hii, na kila ninapokwenda nitasema Etano product zake zimehakikiwa, zina nembo rasmi ya TBS, kwa hiyo ni halali. Na kinachofanyika kwa sasa hivi ni kuhakikisha kila kona unapokwenda, iwe ni mikoani, lazima uonane na mamlaka husika kwenye mkoa, ili kupitia wale marasi katibu tawala wa mikoa waelekeze mamlaka nyingine kama ni halmashauri kupitia wale DMO au RMO kuweza kuruhusu sasa ukafanya kazi ya kuhudumia wananchi. Sasa ni lazima mfuate taratibu. Wewe ukifanya unarukaruka yatakukuta. Na kuna baadhi ambao mkienda kule mnaweza mkafanya yeye. Sasa hapo tutarudi. Fanya kilichokupeleka kwa mujibu wa taratibu za ETA. Na sisi tutakusaidia. Bado unapokengeuka tunakwambia sio hivyo, ETA ndio iko hivi. Kwa sababu huwa kuna utu na ubinadamu. Mtu ni nani? Ni yeyote ambaye anaongeza thamani ya utu wako. Binadamu ni nani? Ni yeyote ambaye si lazima aongeze thamani ya utu wako. Anaweza akakubadilikia, ndio wao unashangaa hivi mjomba anaweza kanikatili. Kwa sababu yule ni binadamu. Etano kuna utu. Sasa niseme nisiseme. Mimi nilikuwa na bibi yangu, Mungu ambariki. Alikuwa ananipenda sana. Alifanya
leta ndizi, nipeka zile ndizi za kuchoma zile, akawa anaichoma pale ile ndizi na mimi kabisa hii ya kwangu ndizi. Naye wewe kula ndizi, ndizi wewe. Sasa karibia inaiva, nikasikia mgeni anaingia. Upendo wa bibi akabadilisha mawazo. Akamkabidhi mgeni ndizi. Na nikaona tayari nishashuhudia kwamba hii ni ndizi yangu, lakini bibi kampa mgeni kwa upendo tu. Bado siku nyingine huko, baada kanisa akasema Fredi, hebu njoo. Yaani manake nilete ndizi nyingine anichomee. Sasa unaweza kaingia kwenye akili yangu niliwaza nini? Sasa pale na hasira, huyu mgeni kwa nini aje leo? Kwa nini sasa hivi? Ndio akili yangu ilivyokuwa. Na nilimjibu. Unajua nilimjibu nini? Unaweza ukaona hata wewe mwenyewe kingeni mmoja nilimjibu. Na mimi kwa ujasiri nikamwambia, mtume huyu. Maana nini? Tayari nilikuwa na tatizo la afya ya akili. Tatizo la afya ya akili litakuelekeza kufanya mambo ya ovyo. Kwa maana tunaposema hekima ni pamoja na kutafakari jambo kabla ya kulisema, kwa kuzingatia madhara yanaweza kutokea madhara gani. Utu wema, uwajibikaji, lakini ndani yake hofu ya Mungu. Sasa ndio maana tunasema si kila mtu mzima ana hekima. Naomba mnielewe hivyo. Si kila mtu mzima ana hekima, kwa sababu hata wajinga wanazeeka. Uongo kweli? Hizo ni pili, sio pili. Na kuponya nafsi yako, na iponya familia yako, lakini nakuambia ili kama una mawazo ambayo bado hayajabadilika, etano ikakusaidia. Sasa pamoja na hayo, na mwenye masikio na asikie. Tujenge urafiki wa kweli unaozingatia mtu. Kama ambavyo umesikia shuhuda hapa kwamba mimi nilikaribishwa na fulani, ndio mama mwana Hawa ni mama yangu, naomba mfikishie salamu kwamba nimemtaja mzee kwa sasa yule MC ambaye amesema mama yangu na yule mama yetu kula anazidi kunenepa kwa sababu tunamnenea mema. Sasa niseme neno lingine kwamba tujitahidi kunena mema, tuwanenee watoto wetu mema. Neno linaumba. Hapa mnasikia wanajiita tajiri, ndio hivyo wanakuwa tajiri. Sasa wewe jiite kenge, wote na kenge. Jiite tajiri na itakuwa, sababu itakuongezea nikaifunga kwenye kiti. Manake nini? Nitakuwa na mzunguko ambao utategemea kama ilivyo na jinsi ilivyofungwa kwenye kiti. Kwa hiyo kwa akili ambayo ni mbovu, nitaendelea kuamini hivyo kwamba uzio huu ndio kwangu. Uzio huu ndio kwangu. Lakini sasa hebu angalia maajabu. Inapotokea katika vitendo vyako umejikuta umesogea kidogo hivi, hapo na kitu kumbe nacho kinasogea kutokana na jinsi ulivyokivuta, si ndio? Maana nini? Umeongeza wigo nini? Wa mzunguko. Sasa ndio etano yenyewe. Etano itakufanya ugundue kuwa kumbe nilizubaa. Kumbe naweza nikafanya hivi. Kumbe naweza nikawa mtu. Kumbe naweza nikaitwa mkurugenzi. Oye! Utakuwa mkurugenzi ukiwa na jitihada na kuamini kwa nao unaweza. Na lazima ujinenee mema. Sio hii ya fulani. Na wakati mwingine tunakasumba mbavu sana. Nasema malaria yangu hii unaimiliki, unaikatia vati. Malaria yangu hii huwa inaanza hivi. Unamiliki malaria? Jamani, tupone. Tunatakiwa kupona. Nilikuwa naangalia wazee, watu wa Ikarangu, naangalia vijana. Mimi niko pale nilikuwa naangalia.
Inawezekana ni wageni kwa sababu umefika hapa kusikia haya maajabu ya Etano, lakini sio mgeni wa biashara. Sasa umekuja kupata fahamu kuwa kuna watu wamesoma, wana madigrii, lakini kaamua aje Etano afanye biashara hii. Kwanza atatibu afya yake, lakini ataongeza kipato na kuisaidia jamii yake. Kuna watu sasa, niwape kisa kingine. Fulani anasoma, anakwambia niko Muhimbili mwaka wa 4 ninasoma, anakwambia kwa daktari. Okay. Mimi niko UDSM mwaka wa 3 ninasoma kuwa engineer. Okay. Na ananyosha anasema mimi niko TANESCO mwaka wa 5 nasoma mita. Kwanza kupima hapo. Wameenda wote, lakini mawazo yao ni tofauti. Lugha gonga. Si ndio? Etano kuna lugha moja inayosema wealth, health, peace and love. Hakuna lugha tofauti hapo. Hakuna aliyesimama hapa kutoa ushuhuda aongelee mambo ya kipato, mambo ya upendo, mambo ya amani. Sasa kutokana na amani inahubiriwa sana Etano, naomba tuisaidie nchi hii kupata watu watakaokuwa timamu, wakadumisha amani hii na upendo huu kwa mustakabali mwema wa nchi yetu. Natamani sana Mheshimiwa Rais hii clip aione na ataiona, ajue kwamba kuna Etano ambayo iko rasmi kuisaidia jamii ili ondokane na mambo ya ukatili, ikiwa na utimamu wa akili, fikiri vizuri, miradi mizuri mikubwa inayoletwa hapa nchini, lakini upendo tunaohubiri kuhakikisha kwamba tunakuwa na amani, tunashikamana, atafurahi sana. Lakini kupitia hadhara hii niwapongeze viongozi wote waandamizi, hawajavaa vyeo. Kama wewe umepewa umeneja ukavaa cheo, naomba daktari yule anayesema mambo ya afya ya akili vipi? Hapo utatembea unasema mimi nasemaje? Na huo umeneja wako unaweza ukaenda sokoni unasema hizi ni nazi, okay, weka. Nyanya hizi mafunga, okay. Pilipili weka. Unakuwekea kwenye mfuko, unabeba mfuko unasema mimi neto. Bila kulipa wewe ni hizi tu. Ndio hivyo. Hilo dongo si dongo. Naomba mpone na mjue. Etano unapata elimu. Si tu utajiandikisha hapa afa na kutubilio. Utapata elimu ya kuwezesha kukabiliana